Exodus chapter number 33 verse 1 to 11 inasema, Bwana akanena na Musa, haya ondokeni kutokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwae kutoka nchi ya Misri, uende nchi ya niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Nilisema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mhivi, na maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwamwangamize ninyi katika njia. Watu waliosikia habari hizi mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalolitenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Herebu na mbele. Basi desturi ya Musa ilikuwa kuitwa ile hema na kuikita nje ya marago. Mbali na hayo marago akaita hema ya kukutania. Hata kila mtu aliyekuwa katika neno la Bwana akatoka akaenda hata hema akakutania iliyokuwa nje ya marago. Hata Musa alipotoka kuendea ile hema, watu wote waliondoka wakasimama, kila mtu mlangoni pa hema yake akamtazama Musa. Hata alipokwisha kuingia hema, ikawa Musa alipoingia humo hemani, ili nguzo za wingu ikashuka ikasimama mbele mlangoni pa ile hema. Naye Bwana akasema na Musa, watu wote wakiyaona nguzo za wingu ikisimama penye mlango pa hema. Watu wote wakaondoka wakasujudu, kila mtu mlangoni pa hema yake. Naye Bwana akasema na uso wa Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata marago, mbali na mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba, nataka kuzungumza siku ya leo neno la Mungu kuhusu walking with God one on one. Walking with God one on one. Tumesoma maandiko katika kitabu cha Kutoka ama Exodus chapter number 1 verse number 11. Maandiko yanasema ya kwamba wana wa Israeli, Mungu akawatokea wana wa Israeli akawaambia, nendeni katika ile nchi niliyoapia baba zenu, na lakini sitaenda pamoja nanyi, kwa sababu nikienda pamoja nanyi nitawamalizia kwa njia, kwa sababu nyinyi ni watu wa shingo ngumu. Nikiingia kati yenu dakika moja nitawamaliza. Kwa hivyo sitaenda nanyi, lakini nitawatumia malaika aende pamoja nanyi. Amen, haleluya.
Kwa hivyo wana wa Israeli waliposikia habari hizi wakashangaa, kwa nini Mungu anakataa kutembea nasi? Amen. Mungu anatuambia twende na anasema hataenda nasi, anatuma malaika. Why? But the Israelites, they want to go with God. Walitaka kwenda na Mungu, na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba Mungu akawaambia ya kwamba sitaenda nanyi, bali nitawatumia malaika wangu aende pamoja nanyi. But the Israelites refused that. They need to walk with God one on one. Because when you walk without God, the enemy will defeat you. When you walk without God, the enemy will defeat your life. Amen. So the Israelites, they understand. When they go without God, they will not succeed. Amen. So my brother, my topic of today, it is about walking with God one on one. You need to walk with God so that you can be successful, so that you can reach where God has planned you to reach. You need to walk with God. Amen. Bwana pewe sifa. Unataka kuenda US? Yes, walk with God one on one. He will be with you. You want to go in Nairobi? You need to walk with God one on one. Because when you walk lonely, you will get accident. The enemy will defeat you. Amen. So the Israelites, they are saying that we cannot go without God. We cannot move from a step without God. So the Bible says that they put all things there and start. Waliweka mapambo yao chini, wakaanza kumulilia Bwana. Amen. Because they want to walk with God one on one. Wakatoa mapambo yao, wakaweka kando, wakaanza kumulilia Mungu. Na wakasema kama ni hizi vitu zinaweza zikatuzuilia kutembea na Mungu, situtoe. Kama mapambo yetu yanaweza yakafanya Mungu akose kutembea pamoja nasi, situtoe. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba Waisraeli wakatoa mapambo yao, wakaweza kumulilia Bwana. Amen. Wapendwa, kuna mapambo ambayo tuko nayo ambayo yanaweza yakasababisha tukakosa kutembea na Bwana. But the Bible says they kneel down and worship and tell God, we cannot move from this sanctuary without you. And today, my brother, you need to walk with God. In your marriage, you need to walk with God, because when you walk lonely, you will not succeed. When you do your business without God, you will not succeed. Amen. And that's why the Israelites say that when you don't go with us, we will not move. Mungu anawaambia vizuri, endeni kwa sababu nikiingia ndani kwa hii mkutano wenu, dakika moja nitawamaliza. Maana hii ni watu wa shingo ngumu. But Waisraeli wakasema, no, we need to go with God. My brother and my sister, you need to walk with God one on one, so that you can succeed in your life, so that you can see the greatness of the Lord. You need to walk with God one on one. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akawaambia basi, ombeni muone kama nita. But they refuse. Wapendwa, we need to walk with God one on one. In every situation, in every step we take, we need to walk with God, because without God, we cannot make it. Amen. Many people are fallen because they walk themselves. They don't walk with God. Hallelujah. Umeanza ndoa, hiyo ndoa hakuna umungu ndani. Amen. That's why many marriage zimevunjika, because walianza ndoa wenyewe,
maandiko yanasema kwamba Waisraeli wakasema, we cannot go without you Lord, hatutaenda bila wewe. Wakatoa mapambo yao, wakaweza kumwambia Mungu, wakaweza kumlilia Mungu, Mungu, siku ya leo kama utaenda nasi hatutoke. Kuna mambo unaweza kuwa nayo yanakuzuilia kutembea na Mungu. Kuna mambo yanaweza kuwa nayo yanakuzuilia kuona uwepo wa Bwana. Nataka nikutangazie siku ya leo ya kwamba you need to walk with God one on one. Na kama kuna mambo ambayo yanaweza kuwa yanakuzuilia kutembea na Mungu, unapaswa kuomba Mungu akaweze kukuondolea. Kama kuna dhambi ambayo inaweza kuwa inakuzuilia uwepo wa Mungu kushuka juu ya maisha yako, unahitaji kunyenyekea mbele za Bwana na kuweza kuomba msamaha, na Mungu akaweze kukusamehe na akaweze kutembea pamoja nawe. Wana wa Israeli wakasema ya kwamba hatutaenda bila wewe Mungu. We cannot go without you. Today I want to tell you, my brother and my sister, without God you cannot succeed. In your ministry you need God. In your finances you need God. In your business you need God. In your family you need God. In your education you need God. Amen. Walking with God one on one. Ukiwa na Mungu, you will succeed. When you have God, you will succeed, my brother. You will succeed, my sister. No matter the challenge that you are in, no matter the sickness that you are in, no matter what you are going through, but with God, the Bible says it is possible. Amen. When you have God, where there is enemy, you will pass because you have God. And that's why the Israelites, when they moved from the country of Egypt, the enemy were all over. They were surrounded by enemies. But because they were walking with God, that's why they could God, Mungu akaweza kuwatengenezea njia katikati ya bahari. Wakati unatembea na Mungu one by one, God will make a way where there is no way. God will make a way where there is no way. Mahali katika bahari hakukuwa na njia, lakini njia ilitengenezeka kwa sababu kulikuwa na Mungu. Nataka nikutangazie mpendwa, unaweza ukaangalia maisha yako na ukaona hakuna njia, lakini nataka nikutangazie ya kwamba unaona hakuna njia kwa sababu hauna Mungu. Lakini ukiwa na Mungu, anatengeneza njia hata katikati ya bahari, anatengeneza njia hata katikati ya jangwa, anatengeneza njia pasipo na njia. Bwana Yesu apewe sifa. God will make a way where there is no way. Mungu atatengeneza njia mahali hakuna njia. Because when you walk with him, he will be with you. My brother and my sister, walk with God one on one. Walk with God one on one. Tunaona wana wa Israeli, Farao amewatoa huko Misri mbio, anawafuata. Waisraeli wanakuja, wanafika, wakiangalia huku wanaona maadui, wakiangalia huku wanaona bahari, hawana mahali pa kukimbilia. But because they were with God, God make a way where there is no way. My brother and my sister, when you look at your life, you will see that there is no way. But I want to tell you that there is a way. When you have God, there is a way. Kuna njia hata katikati ya bahari, kuna njia hata katikati ya kichaka, kuna njia pale. Wana wa Israeli walipitia kwenye jangwa, kukapatikana njia. Nataka nikutangazie, ukiwa na Mungu kuna njia kwa maisha yako. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa na watoto shuleni, hauna school fees. Bwana apewe sifa. Unaomba, unasema nitafanya namna gani? Bwana asifiwe. Tembea na Mungu. Mungu atakutengenezea njia. Mungu atakutumia destiny helper wa kufanya watoto wako wasome. Amen. Praise the name of God.
kuna kazi, lakini hauna destiny helper, fanya urafiki na Mungu. Mungu atakuunganisha na destiny helper wako ambao Bwana alipanga ya kwamba watafanya ufike mahali ambapo alipanga. Walking with God one on one. You need to walk with God. In all the situation, you need to walk with God. The Israelites, they walk with God. They walk with God. That's why the Bible says, hapa Biblia inasema kwamba walipoambiwa ya kwamba Mungu aendi pamoja nao, wakasema no, we will not go. We will not go. When God does not go with us, we will not go. But my brother, the Israelites understand that when God refused to go with us, the enemy will defeat us. Because on the way, malaika, wana wa Israeli walijua kwamba malaika akiwa mbele yao, adui atatokea nyuma. Amen. Malaika akiwa nyuma yao, adui atatokea mbele. Sasa wakajua sasa hapa tukiwa na Mungu mwenyewe, shetani hatakaribia. But tukiwa peke yetu na malaika, tutawezwa. Bwana pewa sifa. Sasa the only secret, it is to walk with God. Refuse walking lonely. Like Israelites, they refuse. They say, we will not go without God. Today, somebody who are listening to me, in your life, in your marriage, in your business, in your career, you need to walk with God one-on-one so that you can succeed. Because without God, you cannot. That marriage, without God, you cannot make it. That business, you need to have God. Because with God, everything is possible. That business will run, will go, you will prosper in that business. In that marriage, you will prosper because you have God. Amen? So you need to walk with God. The Israelites refuse to go themselves. And they say, lazima tuende na Mungu. Siku ya leo, lazima utembee na Mungu. Tumeenda kutembea na Mungu one on one, and you will be successful into your life. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo uko pale unanisikia na hujaokoka, ama uko pale unanisikia na utembeangi na Mungu, apply. Tafuta Mungu mahali anapatikana. Anasema ya kwamba nitafuteni maadamu nipatikanapo. Amen. Ili ukaweze kutembea na Mungu. Katika hiyo biashara yako inaweza ikainuka ukiwa na Mungu. Kwa sababu maadui ni wengi. Wale wa kusimama kinyume nawe ni wengi. Lakini ukiwa na Mungu, mambo yote yanawezekana. Ukiwa na Mungu, hiyo ndoa inawezekana. Ukiwa na Mungu, hiyo biashara inaweza ikasimama. When you have God, you will succeed into your life. So you need to walk with God one on one. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Walking with God one on one. Ukitembea na Mungu, mambo yote yatakuwa sawa. You will be successful. Utaweza kufanikiwa. Utaweza kufaulu katika maisha yako. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, tembea na Mungu. Kwa hiyo biashara yako ongeza Mungu. Kwa hiyo ndoa yako ongeza Mungu. Ongeza mtu wa pili ambaye ni Mungu. Ongeza wa pili ambaye ni Mungu. Ukiwa na Mungu, watu wanakuona ukiwa peke yako, kumbe uko na Mungu. Wakikuja kukupiga vita, wanaona mko wawili. Bwana apewe sifa. Shadraka, Meshaki na Abednego, the time walitupa kwenye tanuru la moto wakiwa watatu, kulikuja mtu wa nne ambaye ni Mungu. Mungu aliposhuka katika maisha yao, Mungu aliposhuka katika tanuru la moto, hawakuchomeka. Bwana apewe sifa. Nataka nikwambie, ukiwa na Mungu hautachomeka. Hata kwenye maji mengi hautaenda. Hata kwenye moto, katikati ya moto hautachomeka, kwa sababu uko na Mungu. Na ndiposa Waisraeli wakajua ya kwamba tukitembea bila Mungu tutapitia matatizo, lakini tukiwa na Mungu we will make it. My brother and my sister, when you have God in that business, in that situation, you will make it. But without God, you will not make it. Apply the will of God. Live accordingly to the will of God, and God will bless you. God will do great things into your life, and you will make it in the name of Jesus.
My brother and my sister, I want to assure you today that you need to walk with God one on one, and you will make it. Utafaulu. Kwa hiyo ndoa utafaulu, kwa hiyo kazi utafaulu, kwa hiyo biashara utafaulu ukitembea na Mungu one on one. Apply the will of God. Apply the will of God. Tembea na Mungu na utaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kazi utafanikiwa. Hata ukifika kwenye maji mingi, ukiwa na Mungu, it is possible you will be prosper. Mtu mmoja katika Biblia akaona wanafunzi wa Yesu walipokuwa katika mashua, wakamwona Yesu akiwa ako ng'ambo ile ingine. Wakaanza kupingana, huyo ni Yesu. Wengine anasema hapana, sio Yesu. Huyo ni Yesu. Petro anawaambia huyo ni Yesu. Wanasema huyo sio Yesu. Petro akasema Yesu. Yesu akamwambia Peter, nekemani, ni nini? Akamwambia wewe ni Yesu. Ati kama ni Yesu niambie nikuje. Petro akasimama, akaanza kutembea juu ya maji, akiwa anaenda mahali Yesu alikuwa. Lakini alipokuwa kwenye maji akitembea, akafikiria, ni mimi natembea juu ya maji peke yangu? That imagination, akaanza kusing. But Jesus Christ, he tell him, come on, just concentrate in me. Just concentrate in me. When you have God, continue concentrating in him, and you will reach where God has planned you to reach. Yesu akamwambia Petro, concentrate in me. Hata kwenye mawimbi, concentrate in me. So I want to encourage the people that they were walking with God. It doesn't mean that when you walk with God, challenge will not come. Challenge will come. But when the challenge will come, you need to concentrate with God. And when you concentrate with God, you will prosper. You will win the battle, because God is a winner. Amen? God is a winner. So when you walk with God, when you concentrate with God, you will win the battle, because God himself is a winner. And if God is a winner and you are walking with a winner, you will win the battle, or the battle into your life. You will win them because you have God. Amen. So you are there. You have heard the message of today that said that walking with God one on one. I want to welcome you, to tell you that subscribe my channel, Gideon Opingo. Gideon Opingo, enda YouTube, Gideon Opingo. We are there preaching the gospel of God. And this channel, it is the channel that say that personal feeding fellowship, ambayo ni kipindi ambayo ninakuwa nacho kila siku ya wiki. Ukienda pale YouTube, utaweza kutupata na utaweza kubarikiwa na utaweza kuinuliwa. Gideon Okumu Opingo na kuhubiria nikiwa hapa nyumbani, ili ukaweza kupokea neno la Mungu. Personal feeding fellowship ni kipindi cha baraka, na kitakuwa kinakuinua, kinakujenga, kwa sababu hutangoja Jumapili peke yake ndio uende ulishwe neno. Lakini ukiwa pale nyumbani, unaenda YouTube, Facebook, unaweka Gideon Opingo, utatupata na utaweza kubarikiwa na mafundisho ya personal feeding fellowship. Mungu awabariki. Nataka niombe na wewe ambaye uko hapo na unasema ya kwamba nataka kuomba pamoja nawe. Nataka ukainue mkono wako juu. Baba, ni asante, naombea kila msikilizaji wangu, kila mtazamaji wangu ambaye amenikuwa akinifuatilia katika kipindi Jehova cha Walking with God one on one. Bwana, kama vile umesema ya kwamba tutembee pamoja nawe Jehova, ninakuomba Bwana, naombea msikilizaji akaweza kutembea pamoja nawe kila wakati, na sifa zitakurudia Bwana. Umesema kwamba when we have God, everything it is possible. I worship you and I magnify your name. In Jesus' name, amen. God bless you. Shalom. Amen.